kila walipokuja kulikuwa na upungufu waliouona katika sehemu yetu ya kufanyia kazi, kwa sababu wataalamu wetu waliwaalika mahali pa kazi, wakarudi kule walikotoka wakatuletea vifaa mbalimbali. Kwa mfano, vifaa vya kufundishia namna ya kupasua mgongo, na mwaka huu wametuletea ile ya kufundishia namna ya kupasua ubongo ambayo inaitwa Brain Lab. Na vitu vyote hivi pesa yake ni kubwa sana. Kwa mfano kama kifaa cha mwaka huu, taarifa nilionayo ni karibu kinafika shilingi bilioni 2, kwa sababu ni 1.8 bilioni hivi pesa ya Kitanzania. Hii kazi yake itamwezesha daktari ajifunze kabla hajakwenda kwa mgonjwa. Ili akishaenda kwa mgonjwa tayari anakuwa na ule ujuzi unaostahili, na kwa hiyo wagonjwa wetu watakuwa wanapata tiba stahiki kwa shida ambayo wamekuwa nayo. Lakini pamoja na haya ni kuendelea sasa kutoa nafasi ya tafiti mbalimbali ambazo zinafanyika kuendelea kuchapishwa katika majarida ya kimataifa yanayoiambia dunia uwezo tulionao na nafasi yetu katika kuchangia katika ulimwengu wa sayansi mahali mbalimbali. Kwa hiyo hapa ni mahali ni kama jikoni. Wataalamu wetu wanapikika, wakitoka hapa wanakwenda kufanya hizi kazi wao wenyewe. Huko nyuma katika historia kulikuwa na mambo mengi sana yalikuwa yafanyike katika nchi yetu, lakini hivi ninavyoongea takribani 90 mpaka 95 ya upasuaji wote mkubwa wa kichwa, ubongo, uti wa mgongo na mishipa ya fahamu unafanyika hapa kwetu. Ni 5% tu ndio tunazidi kuwekeza, ili wataalamu wakishapata ujuzi wote huo sasa sio tu tuwe mahali pa kutoa hii tiba kwa wananchi, lakini vile vile kwa mataifa yote ambayo yanatuzunguka kwa sababu ya kasi ambayo tumekuwa nayo. Na labda nisisitize, taasisi ya MOI ndio pekee katika maeneo ya ukanda wa Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na Afrika ya Kusini unaotoa huduma za namna hii kama taasisi iliyosimama yenyewe, sio kama sehemu ya hospitali. Taasisi ya mifupa MOI, Muhimbili MOI, afya yako ni jukumu letu.